Thank you very much. I'm James Kiarie from Nakuru, and I'm the victim that's all over the social media who was sodomized by a well-known prophet, Prophet Peter Kay. A summary of that story, I would say I knew him back then, 2021, when I was working as a taxi driver, as a tuk-tuk driver in Nakuru. I used to carry him from a place called Kanu Street to clubs, to residential areas. And it reached a point he went to Nairobi because he told me that kanisa yake may expand. So we parted ways. He was a good client because he was paying me extra money. A distance of 100 bob, he would pay like a 500 shillings. So he was a client who I really respected. So it reached a point, we parted ways. He went back to Nairobi and I remained here in Nakuru. On 2022, he called me. I was at my house with my wife. So he called me and asked me if I still work with the tuk-tuk. I told him I no longer do that work because the tuk-tuk that I was working with has been taken by the owner. So he told me if I could pick some people from White House to a place called Wanyororo, and I told him I didn't have the tuk-tuk. So he asked me, what do you do nowadays? So I told him nowadays I don't work. I rely on squads from my fellow friends. So he told me, if you don't have a job, I'll offer you a job as a driver to my church van. He told me he had a church van. So nikamwambia niko nyumbani. So nikampea option. Nikamwambia nikupatie option ya nikuletee mtu mwingine wa tuk-tuk akubebe. Akasema no. You just come with the ID and the original driving license because I will offer you a job. I accepted. So akalipa motorbike, nikaenda mpaka White House. I reached White House, I met him, na alikuwa na gari. I think it was Toyota Surf. So nikaingia kwa gari, akaniambia, I need us to talk. But before we talk, I need to send you to a club that was just next there, buy a drink for us. Because mimi from kitambo nilikuwa namjua alikuwa nakunywa. That was not new to me. Alikuwa nakunywanga because nilikuwa nampeleka mpaka Rafiki's Club that was opposite Merika. So he gave me some money. I went nikabuy drinks, 2 types of drinks. Tukaanza kukunywa naye kwa gari. Na immediately kuingia kwa gari, something happened. He told me niende nikuje na tumbler. So nikamwacha na drinks kwa nyumba, kwa gari, sorry. Kwa gari nikaenda kuchukua tumbler kwa bar. So kwenda kwa bar kuchukua tumbler, kurudi tukaanza kukunywa. So as we were opening the drink, nikapata yangu amefungua. So wakati tulikuwa tunakunywa, 2 friends came in. One was a Mokorino and another one was a guy that I know very well. Tumekuwa tukipatana kwa vilabu, kwa kazi. He was a mechanic. So Mokorino kuingia kwa gari, the first thing alifanya, alitoa kilemba na akaanza kuvuta sigara. Kutoa kilemba kwa mfuko akaanza kuvuta sigara. So he introduced me to them. I can't remember the name of the Mokorino, but I can remember the guy. The other guy aliniambia anaitwa Gashoka. So we started, tukaanza kukunywa pombe because mimi nilikuwa nakunywa by that time. So tukakunywa. So wakati tunakunywa akaniambia hebu nisaidie driving license, akaangalia kwa simu kama nimerenew. Akaona nimerenew. So nikamuuliza, now how much are you going to pay me? Where is the van? At least nifanye road test. Akasema no, let's drink first, then we'll talk tomorrow. Because he told me anaenda kesha Wanyororo. So tukiwa kwa hii gari ya black akaniambia tutoke. Kuna gari ilikuja, a van, a Volkswagen van. Ikakuja ikapakiwa hapo next to our car. So he told me tutoke kwa hii van, kwa hii gari, tuingie kwa van because hii gari inapeleka wale washirika wenye walikuwa ameniambia. Remember the first time he told me anataka washirika wapeleke Wanyororo. So akaniambia hii gari itapeleka washirika Wanyororo. So tutoke kwa hiyo tuingie kwa hii van. So upon entering the van, nika notice haina viti za nyuma. Iko na viti za mbele lakini haina viti za nyuma.
So nikamuuliza, before nikamuuliza mbona hii gari ina viti za nyuma. So the reply alinipatia, aliniambia mwenye hii gari ni mechanic, na mwenye hii gari juu anakuanga mlevi, akienda kulewa wakati amelewa analala kwa gari sababu asifanye accident. So mimi nikabuy the idea, nikasema okay, ni sawa. Tukakaa. So wakati tulikaa kwa gari nikaanza kukunywa, lakini alikuwa na insist sana nisichase pombe yangu. Alikuwa anataka nikunywe hivyo. Lakini yeye alikuwa anakunywa kidogo sababu anasema anaenda kesha. So mimi nikaendelea kukunywa. Akaniambia because unajua una pesa ya kurudi home, shika hii 1000 utateremuka home. Nikajua ni sawa. So kukunywa tu hivi sip 2-3 nikaanza kusikia dizzy. Nikamwambia mimi silewagi hivi. Nikaanza kusikia kizunguzungu, mimi nikaenda blackout. Mimi kenye iliniamsha ni uchungu. Looking back naona mtu wako nyuma yangu alikuwa anafanya hicho kitendo, na alikuwa anafanya akijuaga ni mimi anafanyia. When I wake up looking back, I was weak, very weak. Kuangalia nikaona ni yeye. So I tried to fight back, I couldn't because I was very weak. So the only thing I had to do is to shout now, make a lot of noise. So wakati nilianza kushout akaona na draw attention kwa gari because tulikuwa imepakiwa kwa club. Akaona nimeanza kudraw attention ya watu. Akatoka haraka akavaa trouser yake na akafungua gari. Ilikuwa na slide 2. Akafungua na akatoka. Immediately kutoka after dakika kidogo tu hivi marafiki zake tena wakarudi wale wawili. Kuja kwa gari, wakakuja wakaniambia ni nini? Nikaanza kuwapigia kelele nikiwaambia huyu jamaa amenifanyia hivi na hivi, na mimi huyu jamaa nikimshika mimi namuua. So the mokorino akaropokwa, akaniambia kwani wewe hujui jamaa anakuanga hivi? Huyu jamaa ameishi kukua hivi, kwani wewe hujui? Sasa nikaanza pia kutukana hawa kina mokorino because the only thing I had ni kutukanana, singeweza kufight back because I was still weak. Wakati wali notice nimeanza kupiga kelele, wakashuka wakalock mlango ya mbele, the right side and the left side, na wakalock slide pande moja. So kuna slide moja pande moja hawakulock. So wakati nilikaa kidogo kama 45 minutes nikaregain nguvu kidogo, nikaamuka, nikajaribu kufungua mlango, nikafungua mlango, ikafunga tu kidogo, nikashuka. So kushuka kwa gari, the first person aliniona ni Soja. Soja akaniambia, jamaa mbona umekunywa pombe mpaka umejiharia? Ndio mimi nika notice nimejiharia, I didn't know. So looking niliona my pants were down, nimejiharia. So I asked him where the toilets were. He directed me where the toilets were. Nikaenda kwa toilets, nikajaribu ku clean up penye ningeweza, na nikaendesha sana kwa choo na nikatapika sana. So kumaliza hivyo wakaniitia mtu wa pikipiki, mtu wa motorbike. So sikuweza kukalia motorbike. They opted to bring me a taxi. So with the 1000 nilikuwa nimepewa na yule jamaa, ndio nilibidi nilipe taxi driver because hata hiyo gari nilikuwa nimemess kabisa, nimetapika, nimemess kwa gari. So nikampea 1000 because alipishaga 500. So I paid him 1000 ndio at least aende aoshe gari yake. Kanipeleka mpaka home. Nikaenda nikalala kidogo, nikapata nguvu, nikafua tunguo twangu. Then around saa 9 hivi nikaenda kwa police station kureport, Nakuru Central Police Station. There I found an officer, then YO officer wangu ambaye nilipata kanipea OB, alafu kanituma Nairobi Women Hospital. Nikafanywa matibabu, nikafanywa anal swab, nikapimwa HIV, nikapewa madawa. So everything went well. Nikapewa barua fulani inaitwa PRC form. So the form nikapeleka police station, then they sent me back to the hospital. Nikapewa P3. So having the papers, now the police officer told me, now we are ready to go, now we can arrest this pastor. So the pastor now knew the story that nime report. After knowing that nime report, he called me and told me, you know what, I'm very sorry for what happened yesterday. I was drunk. So because I was very mad, nilimutusi sana, nikamwambia nimemreport, na nikimpata mahali mimi kwanza nampiga before nimpeleke station. So upon hearing that, aka switch off his phone na akahama Nakuru. So sikujua venye alihama Nakuru na aka switch off his phone. So I tried kumtafuta up and down, going back to the police station. Tunampigia simu tukiwa na IO wangu. Akisikia ni sisi anakata.
Akisikia ni sisi anakata, anabadilisha namba, akisikia ni sisi anakata. So I reached out to a guy called Sammy. This guy called Sammy helped me, tukampigia tena. But Sammy akaniambia huyu jamaa kuna kipindi ana host. Na huyu jamaa mwenye ana host ndiye anaitwa MC Ngoge. So nikapewa namba ya MC Ngoge. I called, I have the message. I called MC Ngoge and told him what happened. And MC Ngoge told me, if this is true, I will call you tomorrow. Because I told MC Ngoge, give me the location where mna host na huyu jamaa hii kipindi yenyu, so that I come with the police officers to arrest. MC Ngoge never replied. Na nikimpigia hakuwa anachukua simu. So I went ahead, nikaenda kwa jamaa fulani wa IPOA. Nikamwambia kama anaweza nisaidia. Then he told me haisaidia kushika raia. IPOA anashika polisi. So nikaona siwezi pata msaada hapo. So juzi ndio nilipata hii story kwa social media kwamba kuna alifanya mtu mwingine hivyo ambaye anaitwa Ben. Na mimi nikaambiwa kama alifanya mtu mwingine hivyo, mimi pia nikajitokeza nikasema huyu mtu nimeishi kumtafuta. So vile niliona Pastor Ben ametoa yake, mimi nikashoot pia, nikatoa pia yangu because nimekuwa nikimtafuta. So people asked me if I have the legal papers to do that, to arrest him. So nikatoa makaratasi zote zenye zilihitajika na nikaambiwa now we are ready to go. So nikapigiwa simu na watu wa TikTok, from TikTok High Court of Kenya. They told me I can share the story on their platform. So I shared the story and they helped me. So far they have helped me. The TikTok High Court gave me Mheshimiwa Makarena, the one who have helped me, Lady Jacqueline, Truth Watchdog. They have helped me so much. I thank them so much. So now, he's arrested now. The culprit is arrested. The doomed prophet is arrested. Now, I'm so happy that he's arrested because of me. I'm doing this because of those people who have gone through this kind of shit in their life, this kind of torture in their life, and they have not come out to speak. So, I think now that he's arrested, we are now going to get justice. And I think no one will be compromised. I don't think we will be compromised. I want this guy to learn a lesson. I want people who are like him to learn a lesson from him. Thank you. My name is Pastor Ben Gitau. I'm the national lead pastor for Buddha Buddha Ministries. We have a fellowship here, Watu wa Nduthi. Tunafanya fellowship now. So mimi ni victim wa We Prophets, na mimi tulijuana na yeye online, na ikafika mahali nikakuwa ninahitaji usaidizi wa machine ya worship zenye tulikuwa tunafanya street worships. So reach out and he promised to help me anytime we need instruments. So this day happens that akanipigia, akaniambia tulikuwa na street worship in January, so akanicall akaniuliza kama bado tuko na ile street worship, and so he told me to meet, tujue ni nini nahitaji na ni nani atanipatia ndio aweze kutupatia hizo machines. So that day ndio tulipatana na yeye, akaniwekea soda, ile juice na mango, nikakunywa, and within a very short time nikajisahau. And then from there nikaenda hosi, and 3 weeks ago, I think on 18th February, nikafanyiwa operation pale St. Francis. So I'm still healing. I'm in the process ya kuheal. Mimi sina mambo mengi naweza sema. Now the fact that this guy has been arrested, we are looking forward for justice. We believe in the supreme, we believe in the judiciary, that they are going to serve us with justice, not just for Ben. It is for everyone who is going through the same thing. Kupitia kwa huyu mtu. Kama uko hapo na wewe ni victim wa hii kesi, usiogope kutokelezea. There is no shame in this. We are overcoming it every day. We are trying to overcome the stigma, but what we are proud of
is that we are also speaking for many other people who are out there who cannot speak. So kama we ni victim, tafadhali uko hapo ukuje, we do this together and we fight this together, tutembee pamoja. Na pia ningeweza kushukuru pia TikTok High Court wenye wametusaidia kupushi kesi, wenye wametembea pamoja na sisi, and we believe that there is always a way out, that people can come together and fight injustice and fight such issues zenye zina happen kwa society. There are many people, hata sio tu kupitia kwa huyo prophet, there are many victims wamevictimiziwa their own uncles, with their own brothers. They have been trusted with boy child, wanawasodomize na wanafanyia mambo mabaya. Kwa hivyo, for now, because for me this is affecting me so much, I think 3 weeks ago it is still emotionally draining me, coming into terms with the issue and the fact that I have been going through this pain. It is not easy for me. So kama uko hapo, come tuongee pamoja, we heal together and we push this case together. Kwa hivyo sina kitu ingine ya kusema. Mungu awabariki sana. Now that this guy is in court, we want to fight together and fight justice.